ndio ulichaguliwa. Viongozi wangojee miaka 5. Kila mwaka 5 unapata nafasi, unajitetea. Wananchi wakikukataa, wewe kubali. Sio mambo ya kuleta kelele na kuzungumsha watu wengi hapa na mambo mengi. Ukikataliwa, kubali umekataliwa. Ukichaguliwa, patia wengine nafasi watumikie wananchi ili Kenya yetu iweze kusonga wapi? Si ni hivyo ama nimesema vibaya? Mimi namshukuru huyu Fatuma Dulo, Mheshimiwa Rais. Fatuma Dulo, ingawaje vile MC amesema alitupiga chenga kidogo kwa mambo ya siasa, wakati tulirudi msimu huu, yeye amesimama kidete na yuko na sisi. Na kupatia hakikisho kwamba mswada yoyote ya serikali ambaye imekuja pale ya kuendelesha maendeleo ya wananchi, amepiga kura na sisi. Kwambie tu Fatuma, next time ongeza imani. Unajua wakati ulikuwa unazungumza, ukasema ulikuwa deputy wa Murkomen, hata nilistuka sababu nilijua kama tu kidogo ungebaki pande hii ya rais, hii kazi mimi niko naye ya majority leader, wewe ndio ungekuwa majority leader. Sasa next time aweke imani kidogo ili mambo yake iwe sawa. Asanteni sana watu wa Isiolo, Mungu awabariki. Tutazidi kukuja hapa ili hata mimi nijue lugha nyingi kama huyu Ndindi. Najua kwa nini amejua lugha nyingi. Asante na Mwenyezi Mungu awabariki. Asante majority leader. Imani itakuja na imekuja. Your Excellency, ningependa kukaribisha Deputy Speaker wa Senate, Senator Murungi. Wana Isiolo, ningependa kuambia, wakati nilikuwa nafurushwa kwa minority whip, huyu Deputy Speaker alisimama na mimi, karibu hata achapwe na watu wa opposition. Kwa hivyo, yeye ni speaker ambaye hayumbi, anajua kunyorosha kazi yake. Senator, Deputy Speaker, karibu. Asante. Pole Senator Nduro, nilikuwa naogopa ama ni wale jamaa wamenisikia wakanyanga stima, wale jamaa upinzani. Mimi nashukuru rais na naibu rais kwa fursa hii ya leo kufika hapa Isiolo. Niseme Isiolo na Meru, hapa ni kama tuko nyumbani kabisa. Ile kitu moja imenifurahisha kabisa ni vile sasa tunapiga siasa imeungana pamoja ya rais wetu, watu wa Isiolo na watu ya Meru. Wanagavana wa Isiolo, nashukuru wewe. Na sasa pia tuko na senator wa Isiolo pamoja katika hii ndebe ya rais. Na sasa nitaomba tufanye ile kwa naungana wa Mount Kenya watatu wajifanya ndio viongozi wa Azimio Mount Kenya.
Jana tumewainda kama panya. Hiyo sisi tumekataa, na hata watu wa Isiolo kutoka asubuhi wamekataa hiyo maneno kabisa. Si ndio Isiolo? Kwani mnataka huyo mtu agawe mkate? Kama mnalia mnasema watu wenu wengine hawajaingia kwa serikali. Yule akiingia atafunga kabisa hii mlango. Na ile kitu yetu iko pale ndani anakuja kuchukua. Sisi hii kiti yako rais tulipigana kama maumau vile tulifukuza beberu. Na vile watu wale walikuwa kwa uongozi last time ni kama beberu Mwafrika mweusi beberu. Vile tuliwafukuza na walikuwa na serikali. Tafadhali hii serikali ni ya maasara, usichezee hii serikali. Hii ni serikali yetu na sisi tuko nyuma yako, na yule mtu ataleta fitina. Mimi jana hata nilikuwa tu na t-shirt na tracksuit. Tulikuwa tayari kunyamana na hao wazee. Yule unasema alikuja usiku hiyo former CS. Akisikia tuko Meru sasa anatoroka. Kwa hivyo sisi rais Kanyu tuko nyuma yako, na tafadhali mambo ya handshake na kitendawili tafadhali usifanye kabisa. Hii mkate ni yetu mzima. Na hata tukipata kupata 1.5, mkate 1.5 itakuwa bora ama mikate miwili. Asanteni sana, lakini watu wa Meru wameniambia ile safari tunapiga kutoka Maua, Rale, tunaenda Mutuate, Mekindoli, tunazunguka Meru. Wamesema wewe na naibu yako wanakuhitaji mapema sana ndio wakuonyeshe wako na imani na tuko kwa nyuma ya serikali yako. Anytime tupangie hiyo mzunguko ya Meru ndio tuweze kurainisha watu wetu sawa sawa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana Deputy Speaker. Mimi nikimalizia, Your Excellency. Deputy Speaker amesema kuna Wameru hapa. Wameru wako Isiolo na wamekushikilia sana. Na sisi wengine pia kama mimi wamenipigia 100% kura ya senator. Your Excellency, mimi ningependa kusema ya kwamba usitishwe na hii uongo mdogo. Na mimi nafikiria 2027 you will be unopposed. Mumekubaliana na mimi wananchi wa Isiolo? Mumekubaliana na mimi? Wangapi wanakubaliana na mimi 2027 William Samoei Ruto na deputy wake they will be unopposed, kwa sababu hiyo mzee pengine hawezi fika hapo. Wangapi nionyesheni kwa mkono? Mumekubaliana na mimi? Asanteni sana. Karibu Gavana. Upigie seneta wetu makofi, tunampenda sana. Msipo mpigia makofi ataniita huko seneta niangaishe. Mumpigie makofi ingine. Haya, Your Excellency, kwa ruhusa yako nikaribishe Deputy Governor. Siku ile nyingine hakupata nafasi Your Excellency. Baada ya umepanda ndege, karibu ni maniswe na Waturkana. Wacha sasa aongee kidogo. Asante sana Governor. Mheshimiwa Rais Dr. Samoei Ruto, our Deputy President Rigathi Gachagua, all protocols observed. Na kukaribisha hapa hivi Isiolo na sana hapa Ngaramara. Ngaramara ni bedroom yako. Nasema hivyo kwa sababu najua yale ambayo nasema. Hii ndio uwanja ambayo tuliomba pamoja tukiwa tunatafuta uongozi. Na kweli Mungu akasimama na wewe na akasimama na sisi wote ambao tulikuwa tunaomba uongozi. Siku ya leo ni furaha sana kwa jamii zote za Isiolo. Kwa sababu kuna jamii zingine ambazo zilikuwa kwa baridi kwa muda mrefu. Lakini kwa uongozi wako hiyo baridi imetoka, na ishara ya kupatiwa title deeds ya umiliki inamaanisha unatujali, na ule Mungu ambaye tulikuwa tunaomba pamoja ametushikilia pamoja. Isiolo ni state ambayo imechanganyika. Jamii zote ziko hapa ndani. Mimi sitataja yale ambayo area MCA alisema. Lakini kusema ukweli, Isiolo iko na shida ya ardhi. Jeshi sio kambi moja iko hapa. Iko kambi karibu 5. Na yote imefinya wananchi, walikuwa hosted, mpaka hata makaburi, mpaka mashule wanataka kunyakua.
sisi hatutaweza kuwafukuza, lakini tunaomba tu uingilie kati, tuishi pamoja na wao. Kama ni shule inaweza hamishwa ingizwe ndani ya shule nyingine, watu wapate nafasi ya kuweza kuendelea. Sitarudia hayo. Jamii zote zinakutegemea, iko na matarajio kubwa kwako, lakini kama jamii ya Isiolo bado tunaomba mahali utaweza kutuweka. Umesikia Josephine Erega yako hapa, Patrick Kuoma ako hapa, Edonga ako hapa, Milka Kawera ambaye alisimama na wewe hako hapa. Tunaomba utukumbuke mahali itawezekana, ututolee madigrii na masters degrees ambazo ziko hapa ndani ya kijiji. Kama jamii ya Waturkana ambayo iko hapa, tunataka kushikana na jamii zote ambazo ziko hapa. Ndio sababu gavana wetu ameweza kushirikiana na national government, all leaders, ili kuhakikisha kuwa amani na uhusiano imerudi kawaida. Huyu gavana tulikuwa na yeye akiwa mtu wa usiku. Tulikuwa pamoja, na mimi ndio nifike mahali niko na kushukuru wewe kwa sababu linionyesha barabara pia. Hata kama hesabu ilikuwa vingine mahali, lakini kwa jamii tuliwaambia wakae hapo hapo. Ndio sababu wale MCAs wa UDA wanapatikana ndani ya Isiolo wote wametoka kwa jamii ya Waturkana. Hiyo ni dhihirisho kuwa 100% ya kura ya rais ambayo tuliwaambia ni hapo hapo ilikuja vile ilivyokuwa. Kwa hivyo tunaomba gavana wetu na viongozi ambao tumewashikilia, sisi hatuko mahali pengine. Hata kama tulichaguliwa na ile chama, sisi tuko ndani ya chama ya rais wetu na tunakuunga mkono kwa yote. Kidogo kwa hii jamii, naomba tu, hapa hivi kuna daraja ambayo ilibebwa na maji. Kuna vijiji karibu 8 nategemea hiyo daraja ngambo hiyo. Tumeelezea senator wetu kwa ajili budget yake inaweza kuwa kubwa zaidi. Utuangalie kwa sababu wanafunzi wale malemavu, watu blind wanaenda ngambo hiyo. Tuweze kama tunaweza pata hiyo bridge. Na pia kama jamii, sisi ni wafugaji. Hii mambo ya maandamano na nini, sisi kama wafugaji tunajuanga kuwa ile ndume mzee ambaye imeshindwa kufanya kazi inatafutiwa barabara yake. So kama wafugaji tunajua ndume ikizeeka ishindwe limelight yake. Naomba Wakenya, ndume mzee jaribu kuona mali mnafanyanga kimila yenu, iende kando, isusumbuane kwa boma ambayo tayari Mungu alisema ni hapo na ni hapo ndio tuko. Asante sana. Wapi makofi ya Lowassa? Daktari Lowassa. Haya, Your Excellency, kwa ruhusa yako acha nikaribishe Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen aseme moja, alafu niongee nikaribishe Cabinet Secretary ya Lands. Karibu sana CS Murkomen. Your Excellency the President, Your Excellency the Deputy President, viongozi wenzangu na wananchi wa Isiolo, amjambo. Amjambo tena. Your Excellency, sina maneno mengi ya kusema. Zamani wakati nilikuwa upande ule mwingine wa kina Fatuma, nilikuwa na mambo mengi ya kusema. Lakini leo tumekuja na wewe kuangalia mambo ya barabara. Na tumeanza na barabara za town. Wewe mwenyewe commission leo vizuri. Wale wananchi wenye wako hapa wameuliza barabara kadha wa kadha. Wewe mwenyewe ndio ulisukuma mabarabara zote za Horn of Africa ukiwa naibu wa rais, ukisimamia ile mkutano na wadhamini ambao uliweka barabara hizi za Isiolo, Kulamawe mpaka Modokashe, na pia barabara ya kutoka ile Garissa ikikuja imalizie karibu na hapo ya Kulamawe ikikutana na hii nyingine. Wewe pia mwenyewe ndio umeweka pesa ya kuweza sisi kusaidiana kuweka madaraja na yale ambayo waheshimiwa wameomba hapa, ikiwemo hii yenye inasaidia jamii hapa. Wewe ukitoa directions, mimi kazi yangu ni kuhakikisha tumesukuma hao wananchi wapate kuenda mbele. Mheshimiwa Rais, viongozi wameomba barabara za kuingia ndani, pia vile wewe uliniamurisha tayari. Kati ya hizi barabara za kwenda kutoka hapa Isiolo Kulamawe, kuna kilomita 15 za kuingiza ndani ya kuenda mashule na mafamilia. Mimi nataka kuhakikishia kwamba tuko na uwezo ya kuongeza kidogo, pengine ipite hiyo kilomita 15. Tutaongea na yule contractor
na wadhamini kutoka World Bank. Ikiwezekana tuongeze kidogo, tusaidie jamii wenye wako hapa wapate maendeleo kuwafikia. Mheshimiwa Rais, tukifanya kazi hii yote tunafanya kwa sababu wao wananchi walikupatia nafasi kuongoza, na nafasi ya kuongoza inatoka Mungu na wananchi. Mimi nimekadhabishwa sana. Ukiona tunatengeneza barabara kilomita 1 tunatumia pesa kadri ya milioni 50 na milioni 80 ili kitegemea sehemu ambayo barabara inajengwa. Lakini unaona mtu kabisa ambaye anasema ati nia yake ni kupunguza gharama ya maisha, ameenda kuweka mataya kwa barabara, Your Excellency, na kuchoma ile barabara. Akichoma anaenda kwake. Saa hizo wananchi hawa kupitia fedha yao ya taxes wanaambiwa baada ya mwaka kesho tunafanya maintenance, tunatumia milioni 50, milioni 80. Ukiona barabara za Kisumu, Your Excellency, and I'm saying this because I no longer play politics. You gave me a job to make sure that we protect resources ya wananchi. Barabara zimechomwa kwa Kisumu kwa the last 2 weeks. We will need not less than 200 million kwa area kidogo tu ya town kuzipa ile mashimo imeharibiwa kwa sababu mtu ameenda kuchoma mataya. Juzi niliambia wa Kenya tutalipa kadi ya karibu nusu bilioni, 500 billion, kulipia barabara ya expressway. Kuna wengine wanafanya mzaa hapo kwa barabara kwa mtandao kwa sababu hawaelewi. Ile machine zote za kusoma magari na kupitisha magari na kuhakikisha gari hii ninalipwa pesa ngapi, those machines are not cheap. They are not like those sufurias they are putting on their heads. Those are very expensive machines ambayo sasa inagharimu taxpayer kulipia ule mwenye ameweka investment kwa hiyo barabara. Again, the people of Kenya, if you quantify only infrastructure, watu wa Kenya wanaweza kuwa wamepoteza pesa mingi sana, mabilioni ya pesa. Yet mtu anaenda kuchezea kwa barabara. Your Excellency, sisi tuna support ile kesi mwananchi wa Kenya alipeleka kotini wiki huu. Amestaki wale ambao walifanya maandamano kwamba watalipa pesa hizo zote. Kwa sababu mimi am one of the interested parties kwa hiyo kesi. Tumesema kama wizara tutaingia pale na tutasupport wananchi kuhakikisha pesa zao zimerudishwa na kulipishwa kwa wale wanafanya maandamano kuharibu mali ya umma. Kama mtu anataka kusema ile anasema, kuna bunge, kuna anaita mkutano kama hii, lakini awache kuchoma ile resources ya wananchi wa Kenya. Ya mwisho, Your Excellency, nataka nikushukuru kwa sababu umeshika mkono hawa viongozi. Huyu governor ni rafiki yangu sana, hata bado sijabadilisha vile nilisave simu yake kwa sababu tulikutana upande mwingine, sitaki kusema hapa. Huyu senator alikuwa deputy majority leader nikiwa majority leader, na wewe umeshikilia Fatuma sana, Your Excellency, kutoka unominate mpaka akakuwa senate. Alafu nili kidogo alikujenga kidogo, lakini wewe ni mtu roho kubwa sana, umemkaribisha, na wale viongozi wote tunafanya kazi pamoja. Mimi nitakuwa na mkutano na hawa, tufanye kazi, tuhakikishe hakuna makelele, wananchi wamekuwa compensated na barabara zetu zimesonga kwenda mbele. Watu wa Isiolo nawapenda, nitarudi tena kuendelesha kazi ya rais. Asanteni sana na Mungu awabariki. Wapi makofi ya CS Murkomen? Na nafikiria hapa Ngaramara si mko tayari kupatia, naona Murkomen ni kijana, mtampatia bibi ya pili. Sio sisi Waislamu tunaoa bibi 3 nne, labda akwae naogopa. Your Excellency, mimi nitasema machache sana. Leo mimi siombi Your Excellency, kwa sababu ile yote nimekuomba umetupatia na kazi inaendelea. Your Excellency, kwanza ningependa kushukuru PS Korir Generali. Baada ya wewe kuongea naye ametupatia sorovea 30 wako kuendelea kazi, na hiyo mambo ya shamba ya jeshi iko kwa survey. Ikimalizika Your Excellency utakuja kucommission na upatie wananchi title. Tunashukuru sana Your Excellency. Pia Your Excellency, ningependa kukurudishia shukrani. Sisi kama watu ya Isiolo umetupatia damu 2 na imekuwa advertised. Damu ya Crocodile Joe na damu ya Kobikalo, na pia jana nimepitia PS irrigation, amesema kwa hii budget ametuwekea water pan 15, na tunashukuru sana Your Excellency kwa serikali yako. Your Excellency, tulikubaliana mambo ya barabara ya kutoka Lapset ikipitia Garissa ipitie Kulamawe ikuwe diverted, lakini watu ya Ngaramara pamoja na ministry wamesema yes badilishwa, lazima ikuje nini straight. But tumeongea na watu ya World Bank na wamesema watakutana na cabinet secretary, na najua barabara ya kuelekea Marti itatengenezwa Your Excellency, na tunakushukuru sana. Ninyi watu ya Ngaramara amshukuru His Excellency kwa hizo kazi.
Lapset ikipita hapa, Garamara inafanya nini? Si town itapanuka kabisa. Si wananchi wa Garamara watakuwa dunia nyingine. Your Excellency, hii tent inabeba watu 8,000. 90% ya watu ambao wanakaa hii tent, Your Excellency, ni Waturkana. Your Excellency, hii watu walikupigia kura 100%. Your Excellency, tukitafuta kura kama Jubilee, mimi, Fatuma, Mumina, Samal na mwingine ambaye alianguka, tulikuwa tunaomba kura ya Azimio. Hawa wananchi wanatuambia nyinyi msikize. Sisi tutawapatia kura yenu. Lakini story ya president msituletee. Hawa wananchi wa Isiolo, Your Excellency, ni wananchi wa ajabu sana na mimi nawapenda sana. Kama hawangefanya hivyo, Your Excellency, leo tungekuwa kwa opposition kabisa, kwa sababu raia wangekuwa wamepigia Azimio, sisi tuko Azimio na tupotelee hapo. Mimi nawashukuru sana wananchi wa Isiolo kwa sababu ya kusimama na Rais William Samoei Ruto. Nawashukuru sana watu wa Turkana. Na Your Excellency, before haujapatia mtu mwingine kazi nyingine, hii jamii ambayo wamekupatia 100%, wa Turkana, wa Meru, wa Samburu, wa Kikuyu ambayo wako na MC hapa ndani ya town, wahakikishe wamepatiwa share yao kwa hii kampuni yenu, Your Excellency. Your Excellency, sisi kama watu wa Isiolo tumesema hatuwezi ruhusu maandamano ndani ya Isiolo town, haitafanyika under my watch. Ule atajaribu, umesikia speaker akisema hataki kuongea hapa ndani kwa hii mahali. Na ya mwisho, Your Excellency, unajua sisi ni watu ya Nairobi. Mimi nimechagua Nairobi miaka 15 bila kuanguka, bila breaks, 15 years. Kama Nairobi mambo haijafanyika vile nataka, ukitupatie ruhusa tuwe tukukusaidie huko, tuhakikishe huko pia Nairobi maandamano haifanyiki. Kwa sababu hata kama katiba inapatia watu ruhusa ya kuandamana, pia katiba inachunga sisi tuweze kuendelesha biashara zetu. Wewe kama unabeba mawe, hiyo si peaceful demonstration. Hiyo si peaceful picketing. Hiyo ni violence. Hiyo ni economic sabotage. Your Excellency, tupatie ruhusa nichukue Waturkana kama 300 hapa, niongeze wa Samburu, twende huko kidogo Nairobi, tuhakikishe hakuna mtu anazuia mwingine kufungua nini. Kwa hayo mengi na machache, Your Excellency, wacha nikaribishe Cabinet Secretary wa Lands. Karibu sana mheshimiwa, uweze ukiongea ukaribishe deputy governor president. Asante sana, Mungu awabariki. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Daktari William Samoei Ruto, Excellency, Deputy President, my colleagues, CS Murkomen, PSS ambao wako hapa, Excellency the Governor, viongozi wote ambao mko hapa, mabibi na mabwana, hamjamboni. Your Excellency, mwanzo kabisa ni kukushukuru kwa sababu ya kuweza kupata nafasi ya kuweza kuja hapa siku ya leo ili tuweze kupea wananchi wa hapa Isiolo hati miliki. Your Excellency, hii ni kaunti ambayo tukiangalia kaunti zingine imekuwa nyuma sana upande wa hati miliki. Your Excellency, leo tutapeana zaidi ya hati miliki 1,000 na kabla ya mwisho wa mwaka huu, Your Excellency, tutakualika hapa tena ili uweze kupea wananchi wa hapa hati miliki zaidi ya 7,000. Your Excellency, as we are talking, and I want to thank the county government kwa sababu tumeweza kushirikiana nao vizuri sana na tuko na adjudication section 90 ambazo tukizimalizia, Your Excellency, tutaweza kupeana hati miliki zaidi ya 30,000 kwa wananchi wa hapa Isiolo. Kwa hivyo wananchi wote mjue kwamba jukumu letu kama wizara ambayo tumepewa na His Excellency ni kuhakikisha ya kwamba kila mwananchi kote nchini ambaye hana hati miliki na yuko na ushuhuda ya kwamba anahitaji aweze kupata, kwa sababu tunajua wakati wananchi wanapopata hizi hati miliki wanajiendeleza kimaisha, wanakuza mahali pale ambapo wanaishi, na kwa sababu Your Excellency tunajua jambo lako la muhimu ni kuona kwamba kila mwananchi anakaa na maisha ambayo ni ya hadhi nzuri. Pia Your Excellency, wakati tumenongonezana hapa na governor, ameweza kunieleza kwamba kuna shamba ambalo wameweza kulitoa ambalo wizara yangu ya housing tutaweza kujenga nyumba pale, na wakati tunapojenga zile nyumba za affordable housing
wananchi wetu pia na vijana wataweza kupata ajira. Kwa hivyo tunakushukuru kwa sababu umeweza kuangalia jambo hilo. Pia Your Excellency, nikimalizia niweze kushukuru wizara yangu, my PS and the staff. Ningeomba tu wasimame ili wananchi waweze kuwatambua PS and the team. Tafadhali simameni. Your Excellency, this team, wengine wako kule ambako tunaenda. This team is working day and night to make sure, Your Excellency, mambo na kazi ambao umetupa tumeweza kutimiza. Mwisho kabisa, Mswahili alisema mbio za sakafuni huishia ukingoni. Kuna watu ambao sasa wamefika ukingoni. Sisi wacha tuendelee na kazi wakati wanaponing'inia pale ukingoni. Hivyo kwa heshima nataka kumwalika naibu wa rais aweze kuja hapa na aweze kutuhutubia. Asante sana. Thank you. Kiongozi wetu Rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Ruto, Mheshimiwa Gavana, mawaziri, wajumbe, wakaaji wa hapa, watu ya Isiolo, hamjambo? Hamjambo tena. Asante sana. Sisi tumeshukuru sana kwa makaribisho. Tukifika hapa tukumsindikisha rais wetu kwa ziara ya maendeleo katika kaunti hii ya Isiolo. Na nyinyi watu ya Isiolo, ningetaka nichukue nafasi hii kusema asante, kutoa shukurani kwa ile kura mlipatia huyu rais wetu, na mimi nikapata bahati hapo nikakuwa naibu wake. Nataka niseme asante. Na watu ya Isiolo tunaheshimu nyinyi sana, kwa sababu vile mlichagua vyama zote, lakini pale juu mlikuwa mnajua yule kiongozi mnataka. Na kwa hivyo tunamshukuru huyu gavana, huyu seneta, wabunge, wale wote ambaye wamekubali amri ya wananchi ya kwamba walitaka William Ruto akuwe rais, na kwa hivyo wafanye kazi na yeye. Na tunawakaribisha wote hapo mbele wakuja katika chama chetu cha UDA tuweze kufanya kazi pamoja. Mheshimiwa Rais, tunataka kupongeza wewe na serikali yako kwa vile umetii katiba kulinda maisha na mali ya Wakenya. Your Excellency, this is a time to bring to an end political blackmail in this country. For too long, that mzee wa maandamano ametumia fujo to blackmail the people of Kenya and find his way into leadership. We want to tell mzee maandamano, there is no shortcut to leadership. The only route is one, the ballot. Hakuna njia ingine. Na kwa hivyo rais, ukae kidete, huyu mzee angoje, 2027 haiko mbali sana, he can wait. Lakini kutoa fujo ati ndio ingizwe kwa serikali, rais wetu wa Kenya wanakataa. And we want to ask our church leaders, the international community, it is wrong to ask the president to sit down with a criminal. Sasa wewe umefanya watu wameuawa, umeharibu mali ya watu, alafu mnaambia rais ati kwa sababu umetoa fujo ati utulizwe. That has happened for a long time, and the consequences has been that kazi ya Kenya imesimama. Kwa hivyo rais wetu, wewe ulipatiwa mamlaka na Wakenya, Mwenyezi Mungu akipenda, wewe fanya ile kazi ulipatiwa na Wakenya, na hao wanaweza kungoja. Na ile kitu ya kustabisha Wakenya ni kwamba hawa watu saa ile waliona kimeumana, hakuna alikanyanga town. Moja alidifisha Nairobi Hospital, akasema hakuwa admitted, awekwe tu maji kwa sababu si mgonjwa, ndio asiende maandamano. Mwingine anakaa kwa nyumba yake, mwingine anakaa kwa nyumba yake. Alafu wanatuma watoto ya wenyewe wakauawe. Why can't they come themselves? Ama watume watoto wao, kama huyu wao wawili, mtu ya katikati na mzee ya maandamano, watoto wao wako Arusha katika assembly ya East Africa. Alafu wao wanatuma watoto ya wenyewe kwa barabara. Kwa hivyo tungetaka hawa vile wanasema itaendelea, wakuje wenyewe. Jana wameona imeanguka, anatoa taarifa akiwa amejificha kusema ati maandamano imefaulu, ati isimamishwe saa 11, na ni vile ameona hakuna kitu inaendelea anasema ndiye amesimamisha. Kwa hivyo tungetaka kuambia Wakenya, serikali iko imara tukiongozwa na rais wetu kulinda maisha na mali ya Wakenya. Ningetaka kuuliza nyinyi nyote kwa heshima tusimame
kwa shangwe na vigelegele tumkaribishe Rais wa Jamhuri ya Kenya. Makofi. Haya, asanteni sana, tafadhali tuketi. Ndugu viongozi wote na watu wa hapa Ngaremara na watu wa Isiolo wote, hamjambo? Isiolo hamjambo? Na mata nabo mata eriamun mata gisil mata gide. Bwana Yesu asifiwe. Simunisalimia hivyo nione watu wa Ngaremara. Asanteni sana. Kwanza wacha mimi nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi tufike hapa Isiolo na tufike katika uwanja huu wa Ngaremara. Tulikuwa hapa mara ya mwisho kwa ibada ya maombi na harambee ya makanisa zetu. Mimi nimefurahi sana kwamba ile maombi tuliomba hapa, Mungu na nyinyi watu wa Isiolo mlitupatia kura zenu, Mungu akatubarikia, tukapata ushindi. Mimi nimerudi hapa kuwaambia tena asante sana. Watu wa Ngaremara, mimi nasema asante tena. Na niwahakikishie vile niliwaambia nitarudi. Leo nimerudi hapa, sikualikwa na mtu, nilipanga mwenyewe kwamba lazima nirudi Ngaremara. Mjumbe wenu ni rafiki yangu, gavana wenu ni rafiki yangu, senator wenu ni rafiki yangu, hawa ma MCA kina Losu na wale wengine wote ni marafiki zangu. Tumekuja hapa kwa heshima yenu kama watu wa Ngaremara na watu wa Isiolo. Leo nimekuja hapa shughuli ya maendeleo ya Isiolo County. Na nimekuja hapa kurudia. Na nataka niwahakikishie ya kwamba nitarudi hapa tena kabla ya Disemba. Kwa sababu hii Isiolo ni lazima tuibadilishe na mipango ya maendeleo. Leo nimekuja hapa, zile barabara tulianzisha pale town, nimekuja kufanya commissioning. Na nimekuja hapa tena Ngaremara kuwapatia hati miliki. Leo tuko na hati miliki ya watu wa hapa 1000. Mimi nitarudi hapa tena kabla ya Disemba, kwa sababu hapa Isiolo town imekwama, maendeleo yake inatembea polepole kwa sababu watu wengi hawana hati miliki, hawana title deed ya mashamba yao. Tangu Kenya iwe nchi huru, title deeds 300 peke yake ya Isiolo town imepatianwa. Mimi nataka niwaambie watu wa Isiolo nitarudi hapa Disemba na title zenu 7000 ya Isiolo town, ili tufungue Isiolo town iweze kuendelea mbele kama city vile tulipanga kwa Vision 2030. Tunataka mji wa Isiolo iwe ni mji ambayo itatambulika Kenya, kwa sababu Isiolo iko katikati ya taifa letu la Kenya. Nitarudi hapa tena Isiolo kwa sababu kuna mambo mengi ya maendeleo tumepanga ya Isiolo. Mbali na title deed tumetoa leo, mbali na zile tutalete Disemba, pia tumekubaliana na Wizara ya Mambo ya Ardhi ya kwamba Isiolo yote tupange adjudication na ndani ya miaka 3 tutoe hati miliki 1030 ya pande zote ya Isiolo County. Mimi nataka nimwambie governor na serikali ya county hii wajipange. Na governor amekuwa mtu ambaye ni wa ushirika mkubwa na mimi. Tulikubaliana tupange mambo ya jeshi, msikuwe na wasiwasi na jeshi. Mimi ndio commander in chief ya mambo ya jeshi ya Kenya. Na tutakubaliana na wanajeshi, wanajeshi ni watu wangwana. Mimi nitapangana na wao ili kuwe na mambo ya kuishi kwa amani kati ya wananchi wa Ngaremara, Isiolo na wanajeshi wetu. Sawa governor. Na wanajeshi wetu. Tayari vile niliwaambia hapa, tumefanya tayari mikutano miwili. Waziri ambaye anahusika na mambo ya defense, Bwana Duale, amefanya mikutano miwili. Kuna vile tumekubaliana, tayari kuna surveyors 30 tumetuma hapa,
na tayari tumepanga vile hiyo kazi itafanyika kwa utaratibu, na wananchi wa hapa na viongozi wenu tutashirikiana na wao ndio tuweke mpaka ambaye itakubalianwa kati ya wananchi na jeshi letu, ndio tuweze kuishi pamoja kwa njia ya amani, na jeshi pia iwasaidie katika mambo yenu ya masomo na mambo mengine, because wanajeshi wetu ni a resource for the use by the people of Kenya. So tutashirikiana namna hiyo. Watu wa Isiolo vile vile, mimi nataka niwahakikishie zile barabara zenu zingine zote ambazo zimebaki. Leo tunaenda kuanzisha barabara ile ya kutoka Rurie ng'ambo ile ikuje mpaka Isiolo. Vile vile barabara hiyo ya kutoka kuja Ngaremare hapa kwenda mpaka Modogashe, hiyo barabara tutajenga, na tutakubaliana na wale wote ambao wamesema hapa kuna matatizo kidogo ya vile barabara imepangwa. Waziri yuko hapa, atashirikiana na watu wale marafiki zetu, watapangana ili kuwe na kukubaliana kati ya mahali wananchi wanataka hiyo barabara ipitie na mahali ambapo imepangwa ipitie wakati huu. Vile vile barabara ambayo tulikubaliana ya kutoka hapa Isiolo kwenda Kina kwenda mpaka Garbatula, hiyo barabara kidogo imechelewa mahali, karibu kilomita 16 haijatengenezwa. Mimi nataka niwahakikishie, nishapatia amri waziri, hiyo barabara itengenezwe ikamilike ndani ya mwaka moja. Nitarudi hapa tena kuifungua ikiwa imekamilika. Vile vile mimi nataka nikubaliane na nyinyi mambo ya bridges ambayo mmesema. Gubikalo tumeweka kandarasi, ile ya Kipsing tumeweka kandarasi. Nasikia kuna ingine ndogo hapa inaitwa Shambani, sijui ama ni inaitwa nini. Hii Shambani, waziri panga pesa ya Shambani. Hii watu wamesema na ni amri ya wananchi, na sisi kazi yetu ni kufuata, si ndio? So tutapanga hiyo mambo yenu hapo. Vile vile mimi nataka niwashukuru sana kwamba mambo ya maji, mmesikia governor ameenda kwa wizara yetu, nilimwambia wafanye kazi na waziri wa maji. Tumekubaliana dam kubwa ambayo tutajenga hapa Isiolo, dam ya Isiolo Dam ama inaitwa Crocodile Joe. Pale tutaweka karibu shilingi bilioni 10 ya kujenga hiyo dam ambayo itatusaidia maji sehemu hii kubwa. Tukiendelea na kujenga hiyo, mwaka huu na mwaka ujao tumeweka mpango ya dam zile ndogo, ponds zingine hapo katikati, tuhakikisha kwamba wafugaji wetu wanapata mahali ya lishe ya ng'ombe zao, na vile vile wanapata mahali ya maji ya mifugo yenu watu wa hapa Isiolo. Vile vile gavana wenu aliniambia kuhusu hospitali yenu hapa Isiolo, na ilikuwa level 4, sasa tumeupgrade imekuwa level 5. Na mimi nataka niwahakikishie pia waziri ambaye anahusika atakuja hapa. Nimeambia tayari watupatie equipment zile zinahitajika ili hiyo hospitali itoe huduma ya hali ya juu. Hizo equipment haitanunuliwa na county, tutawapatia kama serikali ya kitaifa. Tuhakikishe kwamba county yenu hii inasonga mbele. Mimi nataka niwaeleze vile vile kama watu wa Isiolo ya kwamba tunaendelea na kupanga zile kazi zingine zote ambazo mnazihitaji. Mambo ya ufugaji pale, leo nimesema ya kwamba kwa sababu tunataka kufanya county aggregation and industrial park ya Isiolo, ardhi ambayo ni ya Kenya Prisons ekari 35 tutatoa kwa county ya hapa Isiolo, ndio tuweze kujenga county aggregation and industrial park ambaye tutaweka milioni 500. County ya Isiolo itaweka 250 million na national government itaweka 250 million, so that we can create mahali ambapo vijana wenu watapata ajira, na mahali ambapo tutakuwa na cold room, tutakuwa na storage, tutaweka value addition infrastructure. Tuhakikisha kwamba hii Isiolo mnaongeza dhamana kwa mazao yenu yote, ndio tuweze kuongeza pesa inafika kwa mwananchi wa kawaida. Tunaelewana watu wa Isiolo? Vile vile tumepanga, vile mmesikia viongozi hapa wakisema, kazi yetu 4 ya muhimu. Ya kwanza ni kuhakikisha kwamba watoto wetu wote wanapata nafasi ya kusoma. Kila mtoto wa Kenya, kwa sababu elimu ni muhimu. Katika manifesto yetu tulisema
hakikisha kwamba tunaajiri waalimu 1,110. Tayari tumeajiri waalimu 55,000. Januari tuliajiri waalimu 35,000. Saa hizi tumekamilisha kuajiri walimu wengine ambaye karibu inakamilika 20,000, kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba watoto wetu wakienda shuleni kuna mafundisho inaendelea, kwa sababu kuna waalimu shuleni. Mimi nataka niwahakikishie nyinyi watu wote wa hapa Isiolo, mbali na waalimu, tumeweka mpango ya kwamba kaunti kama hii ya Isiolo, mahali saa zingine kuna matatizo ya chakula, tumeweka bilioni 5 katika budget yetu tuhakikishe ya kwamba kila mtoto anasoma shuleni, na kama iko shida ya chakula tumeweka pesa ya kuhakikisha kwamba kuna chakula shuleni. Wanafunzi milioni 4 Kenya tutawaweka katika mpango ya school feeding program, ndio kila mtoto aweze kwenda shuleni. Tumebadilisha funding ya mambo ya TVET na mambo ya university ili tuhakikishe ya kwamba watoto wanaotoka katika jamii maskini wanapata 100% scholarship kwa watoto ambao wamefaulu kwenda TVET ama kwenda university. Ndio tuhakikisha kwamba sote tunahakikisha kwamba watoto wetu wanapata nafasi ya elimu, kwa sababu elimu ndio inaleta usawa. Mtoto wa tajiri na maskini wanakuwa sawa shuleni, wanapata nafasi sawa. Mtoto ya mamboga na rais wanasawazishwa na elimu, na ndio sababu hiyo tunaweka umuhimu katika mambo yetu ya elimu as a first priority. Jambo la pili ambayo tumepanga kama serikali ni mambo ya kuzalisha chakula ya kutosha. Kenya hii imesumbuliwa kwa sababu miaka 5 iliyopita wakulima wengi hawakupata msaada wowote wa serikali kuzalisha chakula. Ndio mwaka ujao tulikuwa na pengo ya karibu magunia milioni 10 ya mahindi, ndio shida hii ya unga ikatufikia kama taifa la Kenya. Mwaka huu vile niliwaeleza, tumepanga vizuri, tumepunguza gharama ya mbolea kutoka 7,000 mpaka 3,500. Natangaza tena nikiwa Isiolo, tutapunguza tena mwaka huu mpaka shilingi 2,500, ndio tuhakikisha kwamba wakulima wetu wote wanapata nafasi ya kutuzalishia chakula. Vile vile from next year pia tutawasaidia wakulima with affordable credit ya kuhakikisha kwamba wanazalisha chakula kwenye taifa letu la Kenya, ndio tuondoe kabisa aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niwaambie wa Kenya, lazima tukue na mpango kamili. Chakula haiwezi kupungua bei, gharama ya maisha haiwezi kupungua ati kwa kufanya maandamano na kuvaa sufuria kwa kichwa. Hata uvae sufuria miaka ngapi, kabla hujaenda shambani kuzalisha chakula ni kazi bure. Kuna vile hata kwa dawa, hata kwa uganga, hata kwa uchawi, uvae sufuria sijui miaka ngapi, bei ya unga itashuka chini ati kwa sababu umeweka sufuria kwa kichwa? Si ni watu wanajidanganya? So mimi nawauliza watu wa Isiolo, hiyo mpango tumeweka to make sure that we assist our farmers to grow for us food so that we can eliminate the shame of hunger. Jambo la tatu ni kuhakikisha kwamba tunapanga ajira ya hawa vijana. Vijana wa Isiolo muko? Vijana wa Isiolo muko? Mimi nataka niseme hivi, tuko na vijana wengi wamemaliza shule, wako na certificate, wengine diploma, wengine degree. Lazima tuwe na mpango ya serikali, na ndio mliona katika budget tuliweka mpango ya housing. Tunataka kutumia housing kupanga ajira milioni 1 ya hawa vijana. Mambo ya plumbing, carpentry, electrician, hiyo kazi yote tumepanga ndani pale. Jambo la pili, tumepanga kazi za hawa vijana kupitia agroprocessing, value addition, manufacturing. Ya tatu, tumepanga ajira ya hawa vijana kupitia digital jobs, na tumesema kila ward katika taifa letu la Kenya litakuwa na ICT hub, mahali hawa vijana tutawapangia ajira. Tuhakikisha kwamba vijana wetu wote wa Kenya wako na nafasi ya kutumia elimu walio nayo kujisaidia, kufanya kazi
ili tuweze kutembea pamoja. Mambo ya kutumia vijana wa Kenya kufanya fujo, kutupa mawe, kuendesha maandamano, tunataka tukomeshe kwa kupanga ajira ya hawa vijana. Vile vile tumekubaliana sisi wote kama wananchi wa taifa letu la Kenya ya kwamba lazima tujenge uchumi. Tuhakikisha kwamba tunapanga biashara ya kila mwananchi. Katika kupanga biashara, hao wabunge wamefanya kazi mzuri. Wameweka pesa ya kutosha katika mambo ya masoko. Tunapanga mama mboga afanye biashara mahali kuna heshima, mahali kuna taa, mahali kuna maji, mahali imejengwa vizuri. Ndio tumeweka mpango ya kujenga soko 400 katika taifa letu la Kenya kusaidia wafanyabiashara wetu, ndio tukuze uchumi wa taifa letu la Kenya. Tumesema vile vile tutahakikisha kwamba kuna affordable credit kwa wafanyabiashara wetu. Watu wa Isiolo katika ile Hustler Fund nilikuwa naona leo asubuhi mumekopa shilingi milioni 100 tayari. Na watu 65,000 wamechukua hiyo pesa. Lakini kuna wachache wenu bado wanahepa hawajalipa. Nitakutana na nyinyi hapo mbele. Si ndio? Mimi naona kuna watu hapa hawataki kuniangalia macho. Lakini tutapanga vizuri. 70% ya watu wa Isiolo wamelipa. Pongezi sana watu wa Isiolo. Nyinyi ni watu wangwana sana. Sasa nimewapangia tena. Tuko sasa na awamu ya pili. Tunataka tuwapatie pesa 20,000 kati ya 20,000 na 200,000 ya kuendesha biashara. Bora muwe katika vikundi. Mimi nimesikia ya kwamba mnapanga harambee ya kina mama. Mimi nataka niwaambie hawa kina mama, wakati mnangojea harambee, mjipange kwa vikundi. Tayari niko na pesa ambaye mnaweza kuchukua 20,000, 1,100. Bora muko katika kikundi, tutawapatia. Bora muwe na mpango. Nyinyi mtajipanga. Lakini hiyo harambee pia tutakuja tuwasaidie kufanya. Nimemwambia gavana hapa akipata tarehe vizuri anieleze, nitawatumia shilingi milioni 3 muweze kuendelea na hiyo maneno. Lakini milioni 3 ni kidogo. Kwa sababu ile nimewapangia katika ile vikundi ya Hustler Fund ni mabilioni. Nyinyi ndio kuchelewa, mnachelewa. Sio kama tunaelewana watu wa Isiolo. Mtakanyaga mbele. Mtajikaza. Sasa nyinyi waheshimiwa, hasa MCAs, pangeni hawa kina mama tuwapatie pesa ya serikali waendeshe biashara. Kwa sababu tayari hawa wafanyabiashara kina mama ni watu wa bidii na tuko na uwezo ya kuwasaidia. Vile vile tumekubaliana sisi wote tunatembea hii safari, hatutaki siasa ya chuki. Ndio mnaona sisi hata ingawaje tulichaguliwa katika vyama tofauti, leo tunasimama hapa kwa sababu nyinyi kama wananchi wa Kenya mliamua sisi wote, mkatupatia MCAs kwa vyama tofauti, mkatupatia governor, senator, wabunge wenu. Na mimi niliwaambia wakati tulikuja hapa ibada ya maombi ya kwamba mimi, deputy president wangu na sisi zote kama serikali tuko tayari kufanya kazi na viongozi wenu wote kwa manufaa ya wananchi wa hapa Isiolo. Tunaelewana jameni? Watu wa Isiolo tumekubaliana? Najua mmesema ya kwamba Losu hapa amesema kuna mtu fulani Josephine mtu fulani hajapata kazi namna hiyo. Hiyo nitapanga. Lakini mbona hamsemi kazi ya wale wadogo? Nyinyi mnasema tu kazi ya viongozi. Na wananchi siku gani watasema mambo yao? Ndio? Ama nyinyi wananchi wote mko na kazi? Muwe mnaongea pia ya wale. Ndio mnaona si ndio jameni? Tupange pia ya wale, kwa sababu wale pia ni wale sasa ndio wametushikilia. Kwa hivyo wewe Losu na bwana Lowasa na nyinyi watu ya hapa, wakati mnangojea ya wadosi hapa kina Josephine na hao wengine, munitafutie walimu wa degree kama 10 na walimu wale wengine 10. Kwanza hao watangulie, alafu kina Josephine atafuata. Si namna hiyo? Si mko na walimu hapa tayari? Si mmesikia tunaajiri walimu? Si tuanze na hawa meanwhile, wakati tunangojea hii ya wadosi.
Si kazi ni kazi jameni? Si kazi ya wadosi ni kazi? Na kazi yenu huko chini si ni kazi? Tuendelee pamoja. Mmesikia nyinyi wakubwa. Saa ile mnaomba kazi, mnaombea pia wale wako nyuma huko. Na ndio wengi. So mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi sana kufika hapa. Bado tuko na shughuli ingine kule. Wananchi wa hapa Ngaremara, wananchi wa Isiolo, mimi nataka niwashukuru sana. Kuna wale wanataka kusukuma nchi yetu kwa mambo ya kupigana, mambo ya vita, maandamano ya kuharibu mali na biashara ya watu. Mimi nataka niwashukuru Wakenya wote. Wakenya wamesema kwa sauti moja na wameongea kwa vitendo vyao, wamesema hawataki vita, hawataki maandamano, hawataki fujo, hawataki kuharibu mali ama maisha ya wananchi ipotee. Wananchi wote wa Kenya tangu jana wamekataa mambo ya maandamano. Wakenya wanataka tujenge uchumi, tujenge Kenya, tuweke amani, ndio tupeleke taifa letu la Kenya mbele. And that is why I want to commend the people of Kenya. Kenyans have spoken loudly and clearly that they do not want violence. They do not want chaos. They have no business with anarchy. They have spoken clearly that this country is a democratic country. We are a peaceful nation. We cannot sabotage our motherland. We cannot destroy the only nation that we have. And that is why there is peace in our country. I want to commend our security officials for dealing with criminals' family, but also professionally. They have done a good job making sure that we make sure that every citizen can enjoy their constitutionally provided rights. Na hivyo ndivyo tutaenda mbele kwa pamoja. Hatuwezi kukubali ya kwamba ati tunafanya uchaguzi, wale wameshindwa wanapanga maandamano ati kuwe na uchaguzi tena ya pili, ati kuamua tena. Uchaguzi ama uongozi utaamuliwa kwa uchaguzi na kura ya wananchi. Haiwezi kuamuliwa kwa vita ya maandamano. Ama mnataka tuamue uongozi kwa vita ya maandamano? Si tumesema tunaamua uongozi wa taifa letu kupigia kura zenu na baraka ya Mungu na kura za wananchi. That's how we are going to run the affairs of our nation. We must be firm, we must be clear that we cannot install leadership. We cannot do what our friends want us to do. That Kenya is going to be led and elections and leaders are going to be decided not by the power of the ballot, but by the fierceness of violence. That cannot be a democratic nation, and we will not go in that direction. So tutashirikiana pamoja, na mimi nitakaa kidete kuhakikisha kwamba Kenya inasonga mbele, kwa sababu mmenipatia kazi hiyo. Si ndio? Nipeleke hii vile inaenda mbele? Ama mnataka tuongee na hii watu ya maandamano kutusumbua na kutuletea kisirani? Mnasema tuendelee mbele? Tuko pamoja? Watu wa Isiolo, hebu nione kwa mkono wala anasema tuendelee mbele. Very good. So mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Leo nimekuja hapa kwa shughuli ya mambo ya title deeds. Bado nitaenda kule Meru na kesho tutaenda mahali ingine, kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba Kenya inasonga mbele kwa pamoja. So PS na waziri hawa wadosi sasa wakuja hapa na title deeds ya hawa wananchi. Asanteni sana watu wa Isiolo, mimi nawapenda sana na watakia baraka ya Mungu. Sasa na msitoke hapa bila title deeds zenu. Huyu waziri atakuwa hapa mpaka mtu ya mwisho apatiwe title deed yake. Si ndio? Haya, tuanze hiyo kibarua. Asante Mheshimiwa Rais. Basi moja kwa moja nitasoma majina ya wale ambao wanakuja kupokea hati miliki waje wakabidhiwe na Mheshimiwa Rais. Naomba Erupe Loboni, Namue Lopeyok, Stephen Kadiaka, Nasere Nakuna waje mbele. Tuwapigie makofi tafadhali. Hao wanapopokezwa hatimiliki zao pia naomba Gregory Leisan, Ibrahim Boru Gon Jobicha,
Alois Leswan na Ngolong Leparachu pia wajitokeze hapa. Tuharakishe tafadhali, tuharakishe, tupige foleni hapa ili tukabidhiwe hati miliki zetu. Naomba vile vile Ethunye Ebenyo tafadhali simama upande huu ili ukabidhiwe. Akwam Lobun Elimlim, Consolata Nahuch Nyagayo, Joseph Longori Ekitela na Jamila Leogom. Tupige foleni hapa. Baada Ibrahim Alois pia naomba tafadhali kwa heshima Ekai Kinyonga uje mbele upige foleni hapa. William Loro Elokoi, Carolina Nabea, Lochele Ocheleng Lolosoli, na tutembee haraka tafadhali. Tafadhali Nantonye Lenako, Ekiserisian Gabriel Lobun, Julius Lokinyi, Ngolimo Elimlim, Gimat Looma, Echwa Lobun, Alex Ela Lopeo na Abdullahi Godana Kinisa pia wapige foleni tafadhali. Tuwapigie makofi pia wanapokuja kupokezwa.